Habari, karibu sana kwenye mafundisho haya ya aina ya kuchambua soko la hisa. So huu ni uchambuzi, utafiti ambao utakusaidia kujua ni hisa ipi ununue, hisa zipi ununue, kampuni ipi, au ni shirika lipi ukaweza kununua hisa zao. Okay? So hili ni somo ambalo litakusaidia sana wewe ambaye unatamani kujifunza namna ya kuchambua, kujua hisa ipi ununue, ipi uuze. Kuna aina tatu: fundamental, technical na sentimental. Sasa nitaanza na sentimental analysis, na lengo la kufanya hii sentimental analysis, huu ni uchambuzi wa kihisia. Yaani huu ni uchambuzi wa jamaa, unasikia wanasemaje. Okay? Kwamba jamaa kwani wenyewe wanasemaje. Okay? So kuelewa jinsi wanunuaji au wauzaji wanavyohisi kuhusu soko. Yaani ni uchambuzi wa mitaani. Sasa hapa ndo utasikia uvumi wa soko, habari za kisiasa, kiuchumi, okay? Mitazamo ya wawekezaji wanasemaje. Hapa ndo utakuja FOMO, Fear and Greed Index. Kuna hii chart inaweza ikakusaidia sana kujua Fear vs Greed Index. Okay, sasa hii analysis hii sio nzuri kabisa hata kidogo. Sawa Kwa sababu sometimes pia unaangalia vichwa vya habari, uchambuzi wa mitandao ya kijamii, kila mtu anaandika ambacho anajisikia. Ni kama vile unataka kuchambua kwa hisia. Unasikia CRDB mwanangu, hapana mwanangu. NMB mwanangu, iko fresh. Ni kama unasikia story, okay? So sentimental ni hatari kidogo kwenye hisa, okay? Lakini technical analysis ina lengo la kutabiri mwelekeo wa bei ya hisa kwa kutumia data za historia. Yaani naweza tukasema kuangalia price charts au wanaita chart za bei. Lakini pia wanatumia patterns. Wale ambao wanafanya forex wanaelewa Lakini pia kuna indicators, okay? Moja ya indicators ni moving average, RSI na indicators zingine. In short, kwenye technical analysis unaangalia mwenendo wa bei, price movement, ambao unaangalia previous, ndio maana inaitwa data za kihistoria. Alafu zile data za kihistoria hizo unaweza kutumia miundo au kutumia supply na demand, ambayo ikakusaidia wewe kujua unanunua hapa au unauza kule. Lakini pia kuna indicators zingine kama MACD na sometimes unaangalia trends. Sasa kwenye hisa kama Tanzania, my friend, unajua ni tofauti na kwingine. Unaweza ukienda kwenye soko la hisa kama la New York, Facebook tu ina chart yake nzuri sana. Lakini ukija kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, my friend, utaenda kufungua Vodacom wala utaona chart. Utaona vitu vinaruka tu. Okay? Kwa hiyo mwisho wa siku hautatumia hata hizo indicator. Platform yenyewe hairuhusu hizo indicators. Umenielewa mpaka hapo So mwisho wa siku maana yake utaangalia trend kama unataka kufanya by technical analysis. Kwa mfano nilikuwa naangalia asubuhi trend ya CRDB. It is upward, ni uptrend. Maana yake ni rafiki kufanyaje? Kununua. Sasa inapokuwa inaenda juu inatengenezaga highs and higher highs, si ndio? Higher lows. Usinunue ikiwa juu. So wait for retracement kidogo chini afu ununue. Ndicho ilichofanya. Wengi ukinunua juu pale lazima itarudi chini kidogo afu iende. Okay? Lakini kama ni mtu ambaye unataka kununua for long term, kuna watu wanatupia milioni 100 hapo alafu anaacha kitu kitembee. Lakini wewe ambaye unanunua hisa 10 my friend, wewe hakikisha una long term. Hii technical analysis ni ya short term, sawa? Ni wafanyabiashara wa muda mfupi, anaweka hela ndefu alafu anapiga hata 3 days anatoka, ameshapiga faida nzuri tu. Akipiga hata milioni 1, mbona kitu kizuri. Ngoja nikwambie, afu kwenye uwekezaji the more unakuwa na hela kubwa, ndivyo unatengeneza hela kubwa. Yes. Ndio maana tajiri ni rahisi kuendelea kuwa tajiri. Fundamental analysis ni aina ya 3. Hii ndio tunaitumia kwenye stock, sawa Ndio maana tunaita uchambuzi wa msingi. Lengo la hii ni kuchunguza thamani halisi au intrinsic value ya kampuni. Kwa sababu hiki kitu ukishajua thamani halisi ni rahisi sana kujua unanunua au unauza. Ukishajua thamani ya kampuni iko juu alafu bei yake mfano iko chini, maana yake unaweza kununua.
Kuna kampuni my friend utaona bei yake ni ndogo lakini thamani yake ni ndogo zaidi. Maana yake huwezi ukanunua kitu cha 200 kwa 2000. Okay? Hiyo ni moja ya njia ambayo unaweza ukaitumia. Sasa hii fundamental analysis inahusisha ripoti za kifedha za makampuni. Sawa na hii lazima ujue wapi unazipata, faida, mapato, midhania. Hizi ni document ambazo unazisoma. Ni very easy kuzipata. Unaweza kaenda stockanalysis.com na website zingine na ukasoma. Watu wengi hawajui. Lakini unaweza kumpigia broker ukamuuliza, lakini sio kila mtu utampata broker. Na sometime na yeye mpaka aingie kwenye madocument huko, utakuwa unapoteza muda wako. So lazima ujue kujifunza. So wale ambao wanahitaji kujiunga kwenye darasa la uwekezaji wa hisa, unaweza kunitafuta. Tutafanya kabisa analysis. Yaani tunaianalyze market from kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini pia uwiano wa kifedha, kwa mfano hii ni price to earning ratio. Sawa? Price ni bei alafu earning ni faida. Kwa hiyo uwiano kati ya bei kwa faida. Okay? Hii ukipiga vizuri hesabu ukagundua kwamba ipo kati ya 1 hadi 5, huwa ni nzuri kufanyaje, kununua hiyo hisa. Kuanzia 20 huko kwenda mbele naweza ukauza. EPS ni faida kwa kila hisa. Earning per share. Sawa? Earning per share. Ukiona faida kwa kila hisa ni kubwa, ni lugha pia inaonyesha wazi kwamba kampuni inafanya vizuri. Sawa? Lakini kuna usimamizi wa kampuni pia. Viongozi wa ile kampuni ni kina nani? Ukikuta kiongozi labda amebadilika, wameleta ambaye alikuwa NMB na akiwa NMB alifanya vizuri, maana yake yule ndo anafaa zaidi. Sio, umenielewa mpaka hapo? Lakini pia sekta na ushindani. Lazima uangalie sekta ambayo ipo. Sometimes unajua kabisa hii sekta bwana miaka 10 ijayo itakuwa imedolola kwa sababu labda ya artificial intelligence. Umenielewa So ukishajua hilo, maana yake uwezo ukawekeza kwenye kampuni la namna hiyo. Sijui kama umenielewa. Angalia pia mambo mengine kama habari za kiuchumi, mfumuko wa bei, riba. Sasa fundamental ni nzuri zaidi kwa wawekezaji wa muda mrefu. Na ngoja nikwambie, uwekezaji wa hisa ni mzuri kama utawekeza muda mrefu. Ngoja nikwambie, kwa umri ulionao sasa hivi ukiamua kuwekeza kwa miaka 10, utakuja kushukuru. Kwanza hela wewe hufanyi chochote. Hela inakufanyia kazi. You see. Sasa hapa kwenye, ngoja nikwambie, kuna aina mbili ya kufanya fundamental analysis. Moja ni kwa taarifa tu kama hizi za pili. Namba 2 ni mahesabu. Sawa, nimekupa baadhi ya mahesabu hapa. Sawa Yes. So kwenye ile course, kwenye zile videos ambayo ni course nzima kabisa. Sawa ni videos kama 10. Nimeelekeza namna hadi ya kukalculate. Okay? Kukalculate na nikatoa mfano wa baadhi ya nini? Ya makampuni, namna ya kufanya analysis. Kwa mfano sasa hivi ni muda mzuri wa kununua nini? Ni muda mzuri wa kununua CRDB kwa sababu inafanya vizuri. PE yake ni nzuri, EPS yake ni nzuri na wanamgao, nadhani kuna mgao wanatoa. Hela nzuri. Nadhani nimesoma ile tangazo ni kama shilingi 65 kwa kila hisa. Sio mbaya kwa sababu mgao ni tofauti na mgao, yani unapewa tu. Umeelewa? Yeah. So nikutakie siku